Now this one, it's a musical knowledge. This kind of education you will never get in no college. Nairobi was once good, better than Hollywood, you know. Now this time when the Spanish child, remember them days in Nairobi. Life was so nice, you just had to see Nairobi. I felt the rain coming straight from the sky. Nairobi. No more pain, everything rolls fine. Music would play all night. If you love reggae music, put your hands up high to the sky. No matter where you come from, you fly. People, some of them see, some of them blind. Jericho, Maringo, make up your mind. All the time. While the people in Kibera like it up straight high. You to ride them best with Babylon fight. Them too bright. Jaja is the way to just stay bright. I know Kawangwa used to be so rough. Nambaya was the place that was so tough. All other boys. I never knew the one is not a lot of weed. Oh gosh. Dandora mush Babylon in the street. All other boys. Super Lefty would play reggae music all night. Kilosh Pupa Davis would do it twice. Monday made the people feel nice. Oh gosh. Ranka Shock would mash up the place with style. Party Ranks would play the... Barabara kabisa ndugu mpenzi mtazamaji na vile vile msikilizaji. Unaendelea kutegea gumzo la spoti. Kibao hewani kikiwa ni Those Days in Nairobi. Kibao chake Dynamo. Anayataja maisha huko Nairobi. Inaitwa utamu ya reggae. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji. Tuandamane hadi tamati. Langu jina ni George Samson, uko na muda niite kijana mwepesi. Karibu kwenye gumzo la michezo. Na leo tunaanza na taarifa za UEFA Champions League, ambapo hii wiki UEFA Champions League Match Day 2 iliweza kupepetwa. Tukaona timu kama Kairat ikikaribishwa vilivyo na timu ya Real Madrid, huku mchezaji na nahodha wa timu ya France Kylian Mbappe akiweza kufunga hat-trick kule Kazakhstan. Kwa hivyo leo mpenzi mtazamaji, tutaangazia masuala ya UEFA Champions League. Kisha baada ya hapo tuzamie masuala ya UEFA Europa League ambayo pia inachezwa mara ya pili, na UEFA Europa Conference League ambayo inaingia mkondo wa kwanza. Kisha baada ya hapo tutaingia kwenye SportPesa Premier League huku nchini Kenya, na mwisho kabisa tunazimaliza na mbwembwe viwanjani. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji, usingatuke, lakini tayari vaa jezi lako uweze kuwakilisha timu yako kwenye anga za spoti. Kwanza tuzamie yaliyomo kwenye UEFA Champions League.
should rise. It's never, never, never too late. Na tunaanza na jedwali ya UEFA Champions League ambapo Bayern Munich analiongoza lile jedwali akiwa na mabao 6 na pointi 6. Anafuata kwa karibu na timu ya Real Madrid ambao pia wana mabao 6 na pointi 6. Kisha anafuata na bingwa mtetezi PSG Paris Saint-Germain kutoka kule Ufaransa ambaye pia kuna pointi 6 lakini mabao ni 5. Inter Milan ambaye alipiga na PSG kwenye finali ya mwaka 2025 anafuata kwa mabao 5, vile pointi ni 6. Arsenal kwa karibu bao 5 pointi ni 6. Karaba mabao 3 pointi ni 6. Borussia Dortmund akona mabao 3 lakini pointi ni 4. Ukiangalia timu ya Manchester City mabao ni 2 na pointi ni 4. Na kama ni round of 16 ingekatiwa hapo, hizo ndio timu ambazo zingeweza kuendelea kwenye round of 16. Kisha timu zenye ambazo ziko knockout playoffs, Tottenham Hotspur ana bao 1 baada ya kucheza mechi 2, ana pointi 4. Kumbuka nasema goal difference, usishtuke kwa nini bao ni 1, lakini mimi nasema point difference. Atletico Madrid ana mabao 3 na pointi ni 3. Newcastle United mabao 3 pointi 3. Marseille mabao 3 pointi 3. Club Brugge mabao 2 pointi 3. Sporting CP kutoka Ureno mabao 2 pointi ni 3. Frankfurt hakuna bao. Barcelona hakuna bao. Liverpool hakuna bao, pointi ni 3 zote. Chelsea wana bao 1 ambayo imepigwa mlazo, pointi ni 3. Napoli -1 pointi ni 3. Union SG -2 pointi ni 3. Kumbuka hizi timu ziliweza kushinda mechi zao za kwanza. Galatasaray baada ya kufunga Liverpool wana -3 pointi ni 3. Juventus hawana bao, wana pointi 2 baada ya kupiga sare 2. Na Bordeaux hawana bao na wana pointi 2. Timu zingine Leverkusen, Villarreal, PSG, Copenhagen, Olympiacos, AC Monaco, Slavia Praha, Pavos, Benfica, Athletic Club, Ajax na Kairat. Jinsi nilivyovisoma kutoka nambari 25 hadi 36 ndizo ziko katika hatua ya elimination. Ikumbuke kuwa wachezaji watatu ambao walikuwa wa zamani wa Manchester United, mzungumzia Marcel Sabitzer akicheza kule Dortmund, na mzungumzia Rasmus Højlund ambaye yuko Napoli kwenye mkopo, na Anthony Elanga akicheza Newcastle United. Wote walikuwa na Man of the Match awards hii wiki. Swali langu ni je, Manchester United ndio shida ama shida na wachezaji hawataki kucheza, ama vile mfumo ndio shida? Kwa hivyo tutaweza kuzamia mambo hayo. Na katika Champions League baada ya mechi 2, Bayern Munich ameonekana kuwa ana azma kubwa ya kutetea bingwa barani Ulaya baada ya kupepeta timu ya kwanza mabao 4-0. Kisha hiyo jana kaweza kupiga timu ya Pavos 5-1, na hivyo kuoneshana kwa nini pia wanataka kukuwa mabingwa wa kikombe hiki. Bila shaka yote, msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, unaweza kutumia rafa kwenye nambari ya simu 0769019251 au kwenye WhatsApp hiyo namba 07
69019251. Utaweza kutupata vizuri sana, na tuangalie mechi za UEFA Champions League results za hiyo jana, ambapo Karaba aliweza kupiga timu ya Copenhagen mabao 2-0. Union Berlin akatwangwa akapepetwa na Newcastle mabao 4-0, huku Arsenal akipiga Olympiacos mabao 2-0. Borussia Dortmund aliweza kumnyanyasa Athletic Club mabao 4-1. Barcelona akapiga Paris Saint-Germain akapigwa na Paris Saint-Germain 1-2. Leverkusen akatoka sare ya 1-1 na PSV Monaco sare ya 2-2 na Manchester City, huku Napoli akiipiga Sporting CP mabao 2-1. Na kwingineko mechi ya mwisho ambayo ilishtua wengi ni Villarreal ambao walitoka sare ya 2-2 na Juventus. Bila shaka yote, mpenzi wa soka, kama una swali lolote kuhusiana na mambo ya Champions League, kama nilivyokuambia hapo awali, unaweza wasiliana nami kwenye nambari ya simu 0769019251 au kwenye FB Kijana Mwepesi, ama vile kwenye IG George_Kijana Mwepesi, na nitaweza kujibu arafa zako na maswali yako kadri yanavyonifikia. Bila shaka yote, na kufikia hapo sina mengi ya kusema kuhusiana na UEFA Champions League, lakini tuliona hiyo jana Barcelona bado hajakuwa kwenye msimamo dhabiti baada ya kupigwa na timu ya PSG. Na ikumbuke kwamba PSG walimkosa huduma za captain wao Marquinhos, Ballon d'Or winner Ousmane Dembele, Desardoue, na vile kijana wa katikati ama mshambulizi kutoka kule Greece, Kvaratskhelia. Kwa hivyo tunaamini kwamba PSG bado bila wale nyota zao bado wana uwezo wa kupepeta timu, na hii ni baada ya kuingia kwa Luis Enrique. Nikumbuko pia PSG wanakosa huduma za Donnarumma ambao walimuzia timu ya Manchester City, lakini wakafanya replacement ile ya Chevani. Kwa hivyo sina mengi kuhusiana na UEFA Champions League, ila kwa sasa tunavuta unyunyu, tunaangalia, kisha baada ya hapa nitaweza kuja na mambo ya UEFA Europa League, ambapo tutaweza kuzungumzia timu ya bila shaka yote timu ya Celtic, timu kama ya Freiburg, timu kama Celta Vigo, timu kama Porto, timu kama Rangers, vile Braga, kuna timu kama Lille. Kwanza Lille wana mambo ya kushangaza, baada ya leo waliweza kupoteza nafasi ya kufanya ikuwe sare baada ya kupewa penalti, wakaipiga mara 3 na baada wakakosa kuifunga. Kwa hivyo ni mambo ambayo tutaweza kuzamia baada ya muda usikuwa mrefu. Bila shaka yote, usisahau kipindi ni Gumzo la Michezo, na mimi ni nahodha wako Kijana Mwepesi. Kwa hivyo usikae mbali, wakati wote nitarudi baada ya kibao kijacho. So select attitude,
vishana noti imemudi. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Unyame wa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Usiniulize niko very sorry. Alhamdulillah, angeniua wewe. Maana mtu si mtu, jinsi usufuri. Hivi mapenzi gani kupigana kama shule? Mimi nampa huko, yeye anayatoa kule. Ningeitwa wapi? Kufumania kila siku kushikana masharti. Ningeitwa wapi? Tukaliwa mpaka ndugu ndo mapenzi ya wapi? Na simu zetu zikuomba nayo mikono. Unitumia message please no one gone. Wewe sijiuri, alamu wakufoni. Na pichwa wako sofa bila shimatatoni. Najua nikuudhi. Huyu wa sasa amekuzidi maujuzi. Najua so sileta attitude. Kubishana noti imemudi. Alipenzako niko salama. Bila shaka yote kibao hewani ni salama chake Diamond na Barnaba. Anasema yupo salama. Huyu wa sasa amekushinda ujuzi. Yupo salama. Anamuuliza ukoaje huku uliko jamani? Usimuulize swali yako very good. Pesa zishaingia tayari, Mungu anasaidia. Anazidi kuglow jamani. Bila shaka yote, na tunaendelea na kipindi chetu ambao tunaangalia Europa League match day 2 ambapo tunaangalia matokeo ya kutoka viwanja zote. Bologna aliweza kutoka sare ya 1-1 na Freiburg. Brann akafunga Utrecht 1-0. Celtic akafungwa na Braga mabao 2-0. FCSB ikafungwa na Young Boys 2-0. Fenerbahce akafunga Nice mabao 2-1 huku Ludogorets akifungwa na Real Betis 2-0 na timu Panathinaikos ikafungwa na Go Ahead Eagles 2-1 huku Roma akifungwa na Lille kule nyumbani Italia 1-0. Victoria Plzen aliweza kupiga timu ya Malmo 3-0. Timu ya Basel ikashinda Stuttgart 2-0. Celta Vigo akaweza kumpiga PAOK 3-1 huku Feyenoord akinyanyaswa na Aston Villa na kwingineko Genk akaweza kupepetwa na Fenerbahce 1-0 huku Lyon akishinda timu ya Salzburg 2-0 na Maccabi Tel Aviv akapigwa na Dinamo kutoka kule Croatia 3-1 huku Nottingham Forest akizidi kuandikisha matokeo mabaya chini ya Hanche na kupigwa 2-3 na timu ya Midtjylland huku Porto akiweza kujivunia ushindi wa 2-1 huko Ureno dhidi ya Kaiserslautern na timu ya mwisho ilikuwa Stade Graz ambayo iliweza kupiga Rangers ya kutoka kule Scotland 2-1. Bila shaka yote, ndugu mpenzi mtazamaji, unasemaje kuhusu matokeo ya timu za match day 2 za Europa League? Mimi mechi ambayo nitaweza kukuchanulia kidogo ama kuizungumzia kidogo ni mechi kati ya AS Roma ambayo limetokea
matukio ambayo si ya kawaida na si matukio ambayo yanatokea kwenye masuala ya soka, ambapo Roma aliweza kupata penalti na mchezaji Dobos akaweza kucheza penalti mara mbili, akashikiwa na goalkeeper. Ikakuwa goalkeeper alikuwa ametoka kwenye line yake, ikarudiwa mara ya tatu, ambapo pia Sol aliweza kuchukua ile penalti na pia yeye akashikiwa. Kwa hivyo licha kuwa AS Roma alipigwa 1-0, alipoteza penalti mara tatu, penalti ambayo ilikuwa ni moja ile tu. Na ukiangalia timu nyingine ni timu ya Nottingham Forest ambayo bado inaendeleza kuandikisha matokeo mabaya. Hatujui ni usimamizi wa timu ama pia ni wachezaji baada ya kuuza baadhi ya wachezaji wao baada ya kufungwa na timu ya Midtjylland 2-3. Na kuna timu ambayo inafurahisha na inaendelea kuonesha kwa nini imerejea kwenye Europa League. Young Boys waliweza kuipiga FCSB 2-0. Kwa hivyo bila shaka yote timu ya alikuwa mshambulizi mawinga wa Manchester United na mzaliwa kule Brazil Real Betis wanazidi kung'aa baada ya kufunga timu ya Logroñés 2-0. Kwa hivyo na pia kuna timu ambayo ni ya Ajax, bado mambo yao si rahisi. Kwa hivyo hayo ndio yaliyotokea kwenye Europa League, na papo hapo tunaingia kwenye Europa Conference League ambapo tutaangalia matukio yote ya timu zote, na tunaanza na timu ya Dynamo Kiev ambayo iliweza kupigwa na timu ya Crystal Palace kutoka kule Uingereza, na hivyo kuendeleza matukio mazuri timu ya Crystal Palace. Lech Poznan kutoka kule Poland aliweza kushinda 4-1 dhidi ya Rapid. Vallecano akashinda 2-0 dhidi ya Shevdicha. Omonia akafungwa na Mainz 1-0. Jagiellonia akafunga timu ya Amran Spartans 1-0. Rizjinski akafunga timu ya El Red Imps 5-0. Kuopio ikatoka sare ya 1-1 na timu ya Drita. Hussein Sport ikafunga 3-0 dhidi ya Brentford, nao akashinda 1-0 dhidi ya Rijeka. Fiorentina yake David De Gea, Fiorentina kutoka kule Italy, ikashinda mabao 2-0, na timu ya Bratislava ikashindwa na timu ya Strasbourg kutoka kule Ufaransa 2-1. Legia Warsaw akafungwa na timu ya Samsung 1-0. Sparta Praha akafunga 8-1 dhidi ya Shamko Rovers. Seje akafunga timu ya AK Athens 3-1. Aberdeen akafungwa na Shakhtar Donetsk 2-3. Rakov akashinda 2-0 dhidi ya Craiova, na timu ya AEK Lazaka ikashinda AZ Kamara kutoka kule Uholanzi 4-0, na mechi ya mwisho ikaisha sare ya 0-0 dhidi ya Shelbourne na Aachen. Kwa hivyo hizo ndio mechi ambazo ziliweza kupigwa za UEFA Conference League, na timu ya kuangaliwa sana kwenye ile group ama ni Crystal Palace, timu kutoka kule Ufaransa Strasbourg, na vile vile timu ya Fiorentina kutoka Italy. Kwa hivyo hizo ndizo timu ambazo zitaweza kuleta shida sana kwenye ile league, na kwa umbali kidogo tutaweza kuiacha timu ya Sparta Praha na vile vile timu ya Rayo Vallecano. Kwa hivyo kufikia hapo ndio uchambuzi wa UEFA Europa League na vile vile UEFA Conference League. Bila shaka yote tulisema unaweza kutumia arafa kwenye namba ya simu 0769019251, au unaweza kutuma ujumbe kwenye WhatsApp na nitaweza kutendea haki na nitaweza kusoma. Na kwa sasa naona anaitwa Alex, my little brother, anasema tuko locked. Asante sana bro. Tunaendelea. Usalimia sana mama Monica, usalimia sana baba Sam, mwambie tutajikaza, lazima tujikaze. Najua hawezi kuwa ametegea muda huu,
ashalala, lakini kesho atakipata kipindi live. Kwa hivyo mzidi kufuatilia na mambo yatakuwa sawa. Kwa haraka kabisa niangalie, naona Jeremiah tunamuitanga Fresha kutoka kule Karen, anasema niko locked. Na kuna binamu yangu hapa Kali kutoka Meru University anasema tuko locked pamoja na sisi. Tunamuita Kiazala. Kwa hivyo mambo yako live, tuzidi kufuatilia. Bila shaka gumzo la michezo, mimi nilisema ni nahodha wako kijana mwepesi. Na kabla ya tuingie kwenye mambo ama ligi ya Kenya, ningependa kukuuliza ni timu gani ambayo kwenye ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League, UEFA Europa League, au timu kwenye ligi ya UEFA Conference League, ni timu gani bado inakushangaza na inavyofanya mambo yake? Kwa hivyo unaweza kutumia kwenye namba ya simu au ujumbe kwenye WhatsApp, ama unaweza kutuma ujumbe kwenye Facebook page ama akaunti yangu ya Facebook kijana mwepesi, au kwenye IG George_kijana mwepesi, na nitaweza kutendea ujumbe wako haki. Na kabla nitoke kwenye studio zetu, nitaweza kuangalia jumbe kutoka IG, na hivyo nitaweza kuzitendea haki bila shaka yote. Kwa hivyo usikae mbali, baada ya kibao hiki nitaweza kurejea na mambo ya kutoka huko nchini. Kwa sasa baki kusikiza kibao hiki. Nitatokaje ni kibao cha mtoto mchanga kutoka kule Tanzania, anauliza atatokaje, ataweza kufaulu vipi? Kwa hivyo sikiza. Nifosi bifu nani pengine itanitoa nionekane ndani taka nina brandi kama moni kesho na mimi jamba miliki minuti ni jinaji brandi kwangu nijanga hasa nifanye lipini dogoe niwe kama kondo pandi boy ama tangaze ndo aminioe bila iwezekana sinu minawaza nishazunguka kila kona mio nitukane foro mchafu ingilimba mwaso nusu wameposti picha za grupu nanayoteso ama niseme natoka na zoea kuja kuangalia twendani spedipiti mfanyeje ama ni mtusi nyabaza. Bila shaka yoyote anaitwa Fonda TZ anauliza atafanya nini, atokaje, nitafanya nini niweze kupepea na nikuwe kama brand ambazo ni kubwa. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu ataweza kulitenda na kijana mwepesi ataweza kujulikana ulimwengu mzima. Inanikumbusha babu yangu Bernard akisema huwezi kujua ukiwezacho mpaka ujaribu. Bila shaka yote lazima tujaribu na Mungu ataweza kusaidia kwingine. Akasema vile vile aliyetangulia katangulia, afuataye ajikaze bila shaka yote. Kwa hivyo lazima ujikaze ndipo sasa uweze kujua utafanya mambo vipi. Kwa hivyo kwa haraka sana tuweza kuingia kwenye match days 5 ambazo tulipata
results, midweek results za KPL ambayo inafahamika kama SportPesa Premier League, ambapo timu ya Nairobi United Nai Boys kupitia goli la Ovila Ochieng waliweza kufunga Mara Sugar bao 1-0 na hivyo kujipatia pointi 3 kule katika uwanja wa Awendo Green Stadium kule Kericho. Na timu nyingine ni Tusker ambao waliweza kutoka sare ya kutofungana na timu ya Mathare United. The Slum Boys wanajiita greatness within. Jana yangu kule Nyawer Junior nambari 7 winga matata sana. Pokea salamu na uzidi kujikaza, najua mechi ijayo mtakuwa mnacheza dhidi ya K-Sharks na ni saa 7 mchana. Kwa hivyo tunatarajia na tunawatakia kila laheri. Mechi ingine ni mechi ambayo ni ya vikosi za polisi, ambapo ni Kenya Police dhidi ya Ulinzi Stars, ambapo waliweza kupiga sare ya 0-0 na ikakuwa ni mara ya 3 sasa wanapiga sare, wanakosa kufungana. Na kwa haraka kabisa tuweze kuangalia timu ambazo zitacheza kuanzia Ijumaa ambayo ni kesho. Sofapaka ataweza kumwakilisha Homeboys pale Dandora Stadium. Posta Rangers amkaribishe AFC Leopards saa 10 pale Dandora Stadium. Na Jumamosi Bandari ataweza kupiga dhidi ya Murang'a Seal kule Baraki Sports Complex Mombasa, na hiyo ndio itakuwa mechi pekee ya Jumamosi. Na on Sunday APS Bomet na Kenya Police, hiyo tunaita Police Derby. Kwa hivyo ni polisi wa Administrative Police na Kenya Police wataweza kupiga mechi kule Green Stadium Awendo. Na vile vile timu ya Mathare United kama nilivyosema awali itaweza kupiga na K-Sharks, na baada ya hapo timu ya Tusker itaweza kumkaribisha Shabana Torebobe kule kwenye uwanja wa Kasarani. Kumbuka kwamba Shabana hajaweza kupoteza mechi yeyote, alimpiga Bandari kule Mombasani na kumzika na kumpeleka Fatuma kuogelea mapema kabisa. Na timu ya Ulinzi Stars itaweza kucheza dhidi ya Mara Sugar, kwa hivyo Mara Sugar ataweza kufika Ulinzi Complex kule mtaani Lang'ata. Na timu ya mwisho kucheza hiyo Jumapili itakuwa ni timu ya KCB Moto Sindwendwe ikicheza na mabingwa mara 21 Gor Mahia katika uwanja wa Dandora Stadium, ambayo ni mechi inatazamiwa kuwa mechi kali sana. Kwa hivyo hizo ndizo mechi za wikendi. Na Jumatatu Bidco United wana mafuta wataweza kucheza na Naiboys Nairobi United kwenye uwanja wa SportPesa Arena kule Murang'a. Na hiyo ndio fixture ya Kenya Premier League kwenye msimu wa 2025-2026, hiyo ligi ambayo inaweza kuchezwa. Bila shaka yote tulisema kipindi ni Gumzo la Spoti. Usikose kutegea Gumzo la Spoti kila muda. Ukiona notification yako inalia, usikose kutegea Gumzo la Spoti na kijana Mwapesi. Bila shaka yote tunaguzia masuala yote ya kispoti, na bila shaka yote itakuwa ni vizuri sana kufuatilia makala haya. Kama uliweza kukosa kitu chochote ambacho kinaandamana na spoti, na utaweza kufurahia sana uchambuzi wetu, unaweza kufuatiliana nasi katika nambari ya simu, au unaweza kutuma arafa ama kuwasiliana nasi kwenye WhatsApp katika nambari ya simu 0769 01 92 51 0769 01 92 51 0769018251, na nitaweza kutendea habari arafa zenu haki. Na bila shaka yote niliweza kuahidi kwamba kabla nimalize nitaweza kuangalia jumbe kutoka kule Instagram. Naangalia huyu tunamzungumzia nani? Huyu anaitwa Saimo. Anasema niko locked outa Ogatarongai, kijana wa nyumbani yule. Anasema niko locked, niko na mjukuu wa babu, nikiwa na marafiki zangu hapa kwenye multimedia. Tunafuatilia kipindi na tuko live. Tunashukuru sana Saimo. Na mwingine nani hapa
Mwingine anaitwa Mutua Williams anasema tuko locked. Nafuatilia kipindi kutoka studio za Captain kule Karen. Kipindi Gumzo la Michezo ndio kipindi nambari 1, kipindi cha michezo. Bila shaka yote, na usikose kunifuata kwenye mitandao ya kijamii Kijana Mwepesi Facebook, George_Kijana Mwepesi ndani ya IG ama Instagram, na vile vile kwenye ukurasa wa X ambayo awali ilikuwa inafahamika kama Twitter @specialcase017, na utaweza kufurahia mambo yote ambayo utaweza kuyaona pale na utaweza kupenda. Mimi sina mengi ya kusema, ila nasema asante sana kwa wote tuliungana nao kwenye kipindi cha leo cha Gumzo la Michezo. Mimi nafahamika kama Kijana Mwepesi. Bila shaka yote, tuandamane tuweze kusapotiana. Ukipata content uweza kushare na rafiki yako, na Mungu awabariki. Kwa sasa nasepetuka na kwenda pembeni. Tutaonana wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa sasa nawaacha na kibao chake Kenyatta Shwabet. Anybody